aliye hai. Ninaamini siku yako imekuwa ni njema, Pasaka yako imekuwa ni nzuri. Wengine mtakuwa mnaendelea kumalizia kuku sasa, maana tayari muda umekwenda. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na nikukaribishe tena kufuatilia kipindi hiki cha Ufunuo wa Neno la Mungu ambacho kinakujia kila siku za Jumapili kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka ile saa 3 kamili usiku. Karibu sana, na nikukumbushe kila ifikapo saa 2 kamili basi mshitue jirani yako asogee karibu na redio yake pia aweze kusikiliza. Tunachokifanya, tunakumbushana katika safari hii ya kwenda mbinguni. Tunakumbushana kwa sababu tunao muda mchache sana. Juzi nilikuwa naongea na vijana, nikawa nawaambia kwamba muda wetu wa kuishi duniani ni mchache. Na wewe mzee, ninaomba pia nisikufariji sana, nisianze kwa kukufariji. Ninaomba nikwambie ukweli kwamba muda wako bado ni mchache sana. Kwa hiyo unatakiwa kufanya maamuzi sahihi ili baada yako iwe njema. Haleluya. Epuka falsafa zisizokuwa na maana ambazo zitakuondoa kwenye mstari. Na kabla sijaendelea, ninaomba tuweze kumuomba Mungu alafu tuendelee. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mwema na Mungu mwingi wa rehema. Asante kwa kuwa Bwana, kifo chako msalabani kililipa maovu yetu yote. Ulibeba dhambi zetu, katupa haki yako. Tunakushukuru sana. Na wakati huu Mungu, tunakwenda kulisikiliza neno lako. Ninaomba wasikizishe watu wako sauti yako, wapate kujifunza kutoka kwako, na neno hili kalete mabadiliko katika maisha yao. Na mimi mtumishi wako ninaomba unitie nguvu, kwa sababu mimi ni dhaifu sana na sina uwezo wala nguvu. Lakini nikiwa na wewe Mungu, mimi ni shujaa na nina nguvu nyingi sana. Ninaomba basi Bwana, kwa wakati huu nitumie sawa sawa na kusudi lako. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 4, ni siku ya Pasaka. Mungu ametupa neema ya kujifunza. Mwaka jana tulijifunza sana, na ndio maana yamkini mwaka huu hatujaona kurudia kitu kile ambacho tulijifunza mwaka jana kuhusu mpango wa ukombozi. Tulijifunza kwa takriban miezi 2 mfululizo. Tulikuwa tukijifunza kwa nini Pasaka, kwa nini Yesu Kristo alikuja duniani na akatufia msalabani. Na wiki iliyopita tumeendelea kujifunza kwa takriban wiki 3. Tumejifunza kwa habari ya neema ya Mungu. Tukaona kwamba neema ni kitu ambacho unapewa ambacho wewe hukustahili, hujaripia, hujafanya chochote hivyo. Na nikakupa mfano mmoja. Huu ni mfano mzuri sana. Wewe umeitwa mahakamani, nijitolee mfano mwenyewe. Nimeitwa mahakamani, Michael Fred Mwakalonge, unashutumiwa kwa kosa la mauaji, unashutumiwa kwa kosa la ubakaji, unashutumiwa kwa kosa la kuvunja nyumba ya mtu, unashutumiwa kwa kosa la kujeruhi, unashutumiwa kwa kosa la kubeba mizigo ya watu, unashutumiwa kwa makosa ya kuiba mali za watu, ya kubeba pesa za watu, unashutumiwa kwa makosa 100 kidogo. Makosa yote mabaya, unashutumiwa kwa kosa la uhaini, unashutumiwa hivyo. Alafu ghafla ukiwa katika imeshaandikwa hukumu na hakimu pale mbele. Uzuri nimewahi hudhuria mahakamani, nikaona mtu mmoja anashutumiwa kwa kosa la mauaji, ameua kwa kutumia silaha. Alafu wakili wa serikali anasema hivi, ili iwe fundisho kwa wengine, tunapendekeza itolewe adhabu kali ambayo itakuwa ni fundisho kwake na kwa watu wengine, ili asiweze kurudia tena hili kosa. Mwamba akapigwa miaka ya kutosha, akapigwa kifungo cha maisha humo jela. Na ndugu zake wakawa wanalia sana pale nje. Jamaa akamwambia, unayo nafasi ya kujitetea? Akasema, mimi nina familia yangu inanitegemea, ninakaa nyumbani kwangu na mama yangu ambaye ni mgonjwa sana, anasumbuliwa, ni kilema, hajiwezi. Lakini pia sambamba na hivyo, wadogo zangu wote wanakaa, marehemu aliniachia watoto 10, wote ninawalea mwenyewe. Akajitetea huku analia machozi, lakini kesi yake ikashindikana kufutwa bwana. Na mimi nikaanza mpaka nikaingia katika moyo wake, nikaanza kuona huruma, machozi yanatamani kunitoka. Nikatamani itokee nafasi kama hii ambao mfano huu ninakupatia sasa. Sasa
Umefikia wakati unashutumiwa makosa kama hayo mengi sana. Umepiga mtu, umeua, umejeruhi, umeiba fedha nyingi sana. Unashutumiwa kwa kuua kwa kutumia silaha yenye ncha kali. Unashutumiwa kwa nini? Alafu umepigwa na kwambia ili iwe fundisho kwa watu wengine, basi tunaamuru mahakama itoe adhabu kali kwa huyu mtuhumiwa ambaye anatumiwa kwa makosa haya zaidi ya 100. Alafu ghafla ukiwa katika taharuki hiyo, anajitokeza mtu anakuambia subiri, naombeni msimpeleke Michael Fred Mwakalonge jela kwa sababu zifuatazo. Haya makosa yote aliyoyafanya, ameua ni kweli, hatukatai, amejeruhi ni kweli, ameiba ni kweli, amebaka ni kweli, alikuwa mlevi ni kweli, alifanya ufujaji wa mali ni kweli, alizurumu pesa za watu ni kweli, alitapeli ni kweli. Makosa hayo yote ninaomba nifungwe mimi badala yake. What a wonderful joy will you have. Ni furaha gani ya ajabu ambayo utakuwa nayo. Oh, hallelujah. Ebu kwa dakika hizi chache, just take an imagination. Chukua nafasi kwa dakika hizi chache. Chukua nafasi, hebu fikiria uko katika hilo eneo, unashutumiwa kwa hayo makosa yote, hivyo imekaa hivyo, halafu kuna watu wanakutegemea, halafu unaona ni kifungo cha maisha jela, halafu unaona shughuli zako zitasimama, halafu unaona maisha yako hayatakuwa ya kawaida, halafu unaona utatengana na familia. Maana yake ukifungwa huko huenda ukatoka au usitoke, ukapotelea huko. Basi unaona kwamba ni hatari, ni jambo ambalo la ajabu. Halafu anakuja mtetezi anakuambia ni kweli huyu jamaa alifanya haya yote, ni kweli, ninaomba nifungwe mimi badala yake. Just imagine. Ebu chukua hiyo nafasi. Fikiria hicho kitu. Thus tunarudi kwenye huu mfano, unatufananisha na kitu kinaitwa neema. Unapewa kitu ambacho hukustahili. Alafu nikakupa msamiati mwingine ambao tunaupata katika Biblia, unaitwa rehema. Haupewi kile ambacho wewe ulistahili kupewa. Ulistahili kufungwa jela, ulistahili kuadhibiwa ili iwe fundisho kwa wengine, lakini you are granted a freedom. Unapewa zawadi ya uhuru ambayo wewe hukustahili. Ni kweli uliua. Nimekupa mfano huu mara nyingi sana. Tumekutana na mtu ambaye alitoka tukiwa eneo moja linaitwa Kibakwe Mpwapwa. Aliua huyu jamaa. Aliua mke wake kwa sababu ya wivu wa kimapenzi. Akafungwa jela. Baada ya kufungwa jela, wakati Magufuli anaingia madarakani, sio alifanyeje hapo, kukawa na msamaha wa rais, jamaa akatolewa. Lakini bado ile dhamira ndani na buhukumu, mimi niliua mke wangu, yamkini hata sikukusudia. Jamani, anakumbuka zile moments. Ni kweli yamkini alimkosea, alitoka labda na rafiki yake. Mke anauma, waliooa wanaelewa. Anauma, umemlipia mahali, umefanya kila kitu, you are fighting for unapambana kwa ajili yake. Alafu jamaa linambeba bure, hafu rafiki yako wa karibu. That's why jamaa alichukua maamuzi magumu, akaamua kumuua mke wake. Alafu akapelekwa jela. Baadaye akapewa msamaha wa rais. Anakutana na injili mtaani, vijana wanapiga injili. Anakutana na hiyo injili, akasema, ndugu Michael Mwakalonge, samahani, mimi sidhani kama Yesu anaweza kanisamehe. Ninajisikia hatia kila ninapotembea, ninahisi kama kuna madude yananipigia kelele, kwa nini umeua mke wako? Hivi kweli kwa makosa haya mimi kweli ninaweza nikasamehewa? Kweli nani anaweza kanisamehe? Watu wenyewe ambao nilikuwa naishi huko nilikokuwa naishi, walipoona tu nimetoka kwa msamaha wa rais, walitamani kuniua. Nikakimbia huo mtaa, nikaja huku kujificha. Lakini sielewi, bado ninakosa amani. Natamani hata wao wangeniua, wangenimaliza. Tukamwambia bado ipo nafasi. Tunaye huyu Mungu, ndio maana amekukutanisha na sisi. Asingekuja moja kwa moja kuweza kukuambia kwamba nimekuja ili kuweza kukusamehe. Ametuagiza sisi tukwambie kwamba ndani yake kuna msamaha. Neema yake nayo imefunuliwa kwa watu wote. Yeye atakusamehe. Anasema akisha kusamehe dhambi zako hazitokumbukwa tena. Wanadamu wanaweza kukusamehe leo, akakwambia kweli umenikosea ndugu yangu, nimekusamehe. Lakini baada ya siku chache akakwambia, ukamkosea tena, akakwambia juzi wewe ulinikosea, kila siku nitakuwa nafanya kazi ya kukusamehe. Hapana, siwezi kukusamehe tena. Lakini Yesu akisha kukusamehe, anakusamehe kweli kweli, alafu hakumbuki tena makosa yako. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akisha kusamehe, anakusamehe kabisa. Chukua nafasi ya huyo ndugu. Yamkini wewe upo kama huyu kaka wa Mpwapwa ambaye alifanya makosa makubwa sana, ambaye yamkini wewe umefanya makosa makubwa zaidi hata ya huyu jamaa. Bado neema ya Kristo ipo na yeye anaweza akakusamehe. Yamkini wewe ni kama huyu mtu mwenye makosa zaidi ya 100, ambaye amefanya makosa mengi sana, lakini Yesu Kristo leo ameingia hapo mahakamani pako na amesema yeye amekubali kuyabeba makosa yako yote, alafu akupe haki yake. Wewe utarudi mtaani ukiwa huru, bali yeye atapigwa. Ndio maana anasema hivi, kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Isaya sura ile ya 53 mstari ule wa kwanza anasema hivi, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumonapo hana uzuri hata tumtamani. Alizalauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alizalauliwa, wala hatukumhesabu kwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yake ilikuwa juu yetu, na kwa kupigwa kwake tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi. Haleluya. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwayo machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayeisimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi yake ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake, na kuridhika kwa maarifa yake. Mtumishi wangu mwenye haki atawafanya kuwa wengi wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atawagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Haleluya, haleluya. Ni kitabu cha Isaya sura ya 1 mpaka ule mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo leo hii siku ya Jumapili ya Pasaka, wakati tunakumbuka Yesu Kristo alivyokufa msalabani kwa ajili yetu, alivyokufa, alivyosulubiwa, alivyopigwa msalabani kwa ajili yetu. Tuyakumbuke maneno haya. Nimekupa mfano huu ya mtu mkosaji aliyesimamishwa kizimbani, ambaye ana makosa mengi sana, ambaye haelewi hata afanyaje. Anatamani utokee muujiza ambao hata haelewi utatokeaje. Alafu ghafla Mungu anatokea, Yesu anatokea pale, anakuja mtu ndani pale, si sehemu ya mawakili, si sehemu ya mahakimu. Anakuja pale ndani, anasema nimekuja kuyabeba makosa yako yote. Ndugu, kaendelee na shughuli zako za kijamii, usitende dhambi tena. Ninaomba nikukumbushe, ndicho kilichomkuta huyu ndugu yetu mmoja hapa msalabani.
Barnaba, palikuwa na mtu ambaye walitakiwa wasulubiwe watu watatu. Kuna mtu anaitwa Barnaba, kuna mtu anaitwa Dismas, na mmoja mwingine ambaye jina lake sijalikumbuka vizuri. Ilibidi wasulubiwe hawa, lakini Barnaba anaachiliwa huru kwa sababu yeye ni kweli alikuwa mkosaji, ni kweli alikosewa, anaachiliwa huru. Na nikukumbushe katika somo letu la mwaka jana la mpango wa ukombozi, ilikuwa hivi: alikuwa akichaguliwa mbuzi wawili au kondoo wawili, ambao hawa kondoo walikuwa wakipigiwa kula, na kondoo mmoja alikuwa anaitwa, na mbuzi mmoja alikuwa anaitwa mbuzi wa Azazeli, na mbuzi mwingine alikuwa anaitwa mbuzi wa kafara. Utasoma habari hizi katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Wakishampigia kura huyu kondoo, huyu mbuzi au kondoo, akisha wapigia kula, yule ambaye amechaguliwa, basi huyu atachukuliwa na kwenda kuchinjwa madhabahuni, na damu yake itakingwa katika bakuli. Atapewa kuhani mkuu aliyeko zamu siku hiyo, na hiyo damu ataingia nayo sehemu paitwapo patakatifu pa patakatifu kwa ajili ya kuweza kutoa sadaka ya dhambi, ili iwe utakaso kwa watu wengine. Ndivyo ambavyo ilifanyika. Na yule mwingine anapelekwa mbali sana nje ya mji, anatupwa huko, anakuwa laana zote zinabebeshwa huko kwa huyo yeye. Sasa ndicho kilichofanyika siku ile Yesu Kristo anapelekwa hukumuni pale ili kuweza kusulubiwa. Ndicho ambacho kilitokea pale. Kwa hiyo anapigiwa kula Yesu na Barnaba kweli lilikuwa ni lijambazi, hilo lijamaa limeua, yamkini liliua wengi tu, mengine hayajaandikwa. Yamkini lilifanya makosa kibao na mengine hayajaandikwa hapo. Kwa hiyo majamaa wakapiga kula, wakasema sasa si tunafanyaje? Asulubiwe Yesu au asulubiwe Barnaba? Kwa kuwa Yesu Kristo ndiye mbuzi wa kafara, ndiye kondoo wa kafara. Na Biblia huku ukisoma katika Agano la Kale, manabii wengi walitabiri kwa habari ya kusulubiwa kwa Yesu. Hata Isaya mwenyewe tumesoma hapa katika sura ile ya 53 kuanzia mstari wa kwanza, anasema hivi: kama mwana kondoo. Kwa hiyo huyu mwana kondoo ndiye anayechukuliwa. Alipofika pale wakapiga kula, basi akaachiliwa Barnaba, alafu Yesu Kristo wakampigia kula kwamba asulubiwe. Na Waebrania anasisitiza jambo hili, anasema hivi Paulo, sio Paulo aliyeandika haya, anasema hivi katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 I think ya 13, anazungumza kitu kimoja, anasema hivi wakati Yesu Kristo kama kuhani mkuu, yeye aliichukua dhambi yake mwenyewe akaipeleka mbele ya nini? Akaipeleka huko patakatifu pa patakatifu, ili kuweza kuleta ukombozi kwa wanadamu. Haleluya. Kwa hiyo katika sura ile ya 10 ya Waebrania utasoma hapa kuanzia mstari wa kwanza mpaka pale ambapo habari hii inaishia. Kwa sababu hiyo Yesu Kristo, maana kuhani mkuu wa kwanza ilimlazimu yeye mwenyewe kwanza atoe sadaka kwa ajili yake mwenyewe, lakini Yesu Kristo kama kuhani mkuu sasa katika Agano Jipya anaibeba damu yake mwenyewe kuipeleka patakatifu patakatifu ili iwe utakaso kwa watu wengine. Yeye asiyekuwa na dhambi alifanywa kuwa na dhambi kwa ajili yetu sisi sote. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba tunapokumbuka kwa habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kila wakati tumekuwa tukikumbuka mambo haya, lakini lazima tujue ni nini ambacho kilitokea, na tusiishie tu kukumbuka, tuishie kufikia hatua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha ya wanadamu, lakini hataki, ilibidi arudi mapema. Hebu just fikiria, tokea miaka hiyo Yesu Kristo amekuwa akisema. Yohana pia alizungumza katika sura ya 4 ya kitabu cha Mathayo, akawa anawaambia watu, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kila siku anawaambia tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sasa inakuaje tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia? Miaka ya sifuri huko mpaka tunafika sasa hivi ni mwaka wa 2025 AD, kipindi cha Kristo.
bado Yesu Kristo hajarudi. Kwa nini? Petro anasema hivi, anatujibu, anasema hivi, maana hatufikiri kukawia kwake, kwa maana yeye anapokawia anatamani kila mmoja, hata nafsi moja isipotee, bali kila mmoja afikirie toba. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatamani kila mtu aweze kuokoka. Hiyo ndio shauku ya Mungu, hiyo ndio kilicho ndani ya moyo wa Mungu, anatamani. Kwa hiyo anapo buy time, mtumishi wa Mungu, ni nafasi yako ya wewe kubadilisha maisha yako. Haijalishi umefanya kosa gani, haijalishi ni wapi ulipopakosea, haijalishi ni kitu kipi ulichokikosea, maana akisha ingia huyu kuhani mkuu, Papa Takatifu, mara moja tu, akiwa amebeba damu yake mwenyewe isiyokuwa na waa kwa ajili ya kututakasa sisi, basi anawavuta wote kwake, na kila mmoja ambaye ataliitia jina la Bwana hakika ataokoka. Na wewe waweza kuwa mmoja wapo wa kukubali neema hii ya Yesu Kristo, ikayabadilisha maisha yako leo, ukafanyika kuwa kiumbe kipya, ukafanyika kuwa mtu mwingine, sio yule wa zamani tena, ukawa ni mtu wa tofauti, kwa sababu Yesu Kristo anayo nguvu na funguo za mamlaka hata za kubadilisha maisha yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na jioni hii ya leo ninaomba nikuombee tena. Mungu wa mbinguni akusaidie na akupe neema na ayafungue macho yako ya ndani na ya nje, upate kufahamu ni nini lilo kusudi la wewe kuumbwa na kuwepo duniani, ni wapi unapoelekea, na kufanya maandalio mapema ya safari yako ya baadaye. Maana nimekwisha kukwambia hapo awali, hauna muda mrefu sana wa kuishi duniani. Hata kama utaishi miaka 100, hata kama utaishi miaka 80, hata kama utaishi miaka 70, hata kama utaishi miaka 120, bado ni miaka michache, kwa sababu baada hii 120 itaisha, rafiki yangu. Hii 70 itaisha. Wewe unajiona ni kijana, hutobaki kwa kijana. Wewe ni mbibi wa baadaye, wewe ni mbabu wa baadaye, na baada ya kuwa mbabu, siku zako za kufa zitafika na utakufa. Je, ukifa utaenda wapi? Haleluya. Kumekuwa na falsafa nyingi, lakini falsafa hii ni ya kweli kwa sababu ina ushahidi unaoshikika. Hakuna mtu ambaye ameishi milele. Haleluya. Unapokumbuka Pasaka, tunakumbuka mpango wa ukombozi wa Yesu Kristo. Wana wa Israeli walipopita katika mateso, wana wa Israeli walipopita katika wakati mgumu, wana wa Israeli walipopita katika changamoto, Mungu akaandaa kuwakomboa mahali hapo. Lakini huo mpango wa kuanza hapo, mpango huo ulianza na Ibrahimu anapotaka kumtoa sadaka Isaka. Hii ilikuwa ni ishara ya kwamba yupo ambaye atasulubiwa kwa ajili ya watu wengi, huyu baba wa mataifa mengi. Mungu anatumia unabii huu katika kitabu cha Mwanzo wa Ibrahimu kumtoa sadaka Isaka. Na baada ya kutaka kumtoa sadaka, Mungu anasema usimtoe sadaka huyu mtoto wako, usimtoe huyu mtoto wako wa pekee. Anamuonyesha mwana kondoo aliyekuwa amenasa kwenye kichaka, ndiye anayetolewa sadaka. Kumbe this bado ulikuwa ni unabii. Haleluya, asante Roho Mtakatifu. Ulikuwa bado ni unabii. Anatufundisha kwamba Mungu bado alikuwa anatamani mtu aweze kuokoka, mtu aweze kukombolewa. Haishi hapo. Tunaona mwanzoni kabisa, baada ya wana wa Israeli kutenda dhambi, baada ya wana wa Israeli kukosea, walipokosea, not wana wa Israeli, baada ya Adamu kukosea, Mungu anachinja mnyama, alafu anawavika wale watu ngozi. Kwa hiyo pale hii tayari imetolewa unabii wa kwanza. Unabii wa pili, kipindi cha Ibrahimu. Unabii unaendelea. Unabii wa tatu, tunakuja kwenye Pasaka, kipindi cha wana wa Israeli. Ukisoma Kutoka sura ya 12 yote, utajifunza kitu hapo. Unatoka hapo, unakuja mpaka tena kwenye hii inakuwa practice mara kwa mara. Unakuja unabii mwingine wa 4, tunaukuta kwenye sura ya 16 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Haujishi hapo. Unabii unaokuja tena, anakuja kuutabiri Isaya kwenye Isaya sura ile ya 53 ambayo tumeisoma siku ya leo, kwa habari ya kufa kwa Yesu Kristo.
bali ya mpango wa ukombozi kwa wanadamu. Msamaha umekwisha kutolewa bure, basi kila aliitiaye jina la Bwana ataokolewa. Na Petro, Paulo wanazunguka Asia yote, wanazunguka Asia huko, wanazungumza habari hizi katika Efeso, wanazungumza habari hizi katika Korintho, wanazungumza habari hizi Thessalonike, wanazungumza hizi habari Makedonia, wanazungumza hizi habari Filipi, wanazungumza hizi habari huko Athene, mpaka wanakamatwa wanapelekwa kwenye mabaraza ya wazee. Wanaendelea kuzizungumza habari hizi, kwa habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Yohana anaandika, Luka anaandika, Mathayo anaandika, Marko anaandika, anathibitisha ya kwamba huyu aliyekuja ulimwenguni si mtu wa kawaida. Anatimiliza yaliyonenwa na manabii wengi sana, yaliyonenwa na Ibrahim, yaliyonenwa na kitabu cha Kutoka, yaliyonenwa na nabii Isaya, yaliyonenwa na nabii Yeremia, yaliyonenwa na manabii wengine, yaliyonenwa na kina Yoeli, yaliyonenwa na wengine wengi, yaliyonenwa na Mika, kwa habari ya kuja kwa huyu mkombozi Yesu Kristo. Na ndio maana unaona moja ya vitu vitatu ambavyo Yesu Kristo alifanya navyo kazi. Cha kwanza, na Luka anathibitisha hili katika kila alipokuwa anazungumza, anathibitisha ya kwamba bila Roho Mtakatifu Yesu Kristo asingeweza kukamilisha mpango wa ukombozi. Haleluya. Cha pili anachokithibitisha Bwana Luka, anathibitisha kwamba Yesu Kristo mwenyewe alikuwa ni Masihi ambaye amekuja kuutimiliza mpango wa Mungu ambao umeandaliwa kwa miaka mingi sana. Na hilo pia linathibitishwa na kitabu hiki cha Mathayo. Ndio maana kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 kinaanza na habari ya ukoo wa Yesu. Na ukifuatilia, wakati mwingine Mungu akitupa nafasi tutajifunza, kila jina lililo pale lilikuwa lina maana yake ambao uko kwenye framework ya ukombozi wa Yesu Kristo kwa wanadamu. Na Yohana anakuja kuthibitisha tena, namalizia kitu cha tatu ambacho nataka nikwambie usiku wa leo, kwamba huyu Yesu Kristo pamoja na kwamba aliishi duniani, lakini alikuwa na uungu 100% na alikuwa na wanadamu 100%. Kuna mitazamo ambayo imekuja wanasema hapana, huyu jamaa, huyu mwamba hakuwa Mungu 100%. Wamekuja na mtazamo wanasema alikuwa ni mwanadamu 100%, ila alikuwa ni mwanadamu mwenye kaupekee fulani hivi kama walivyokuwa wanadamu wengine. Hapana. Na wengine wakaja na mtazamo wakasema huyu jamaa hapana, hakuwa mwanadamu 100%, alikuwa ni Mungu 100%. Ndio maana alipigwa misumari, amevumilia tu. We mwamba gani? Wanakuja watu kumkamata, kwa nini asikimbie? Alifanya miujiza mingi sana, kwa nini asiwashambulie wale majamaa? Eti anakubali kukamata kirahisi? Hapana rafiki yangu, pamoja na hayo yote alikuwa na mamlaka yote. Angekimbia, angefanya chochote kile, sisi tusingeokolewa, maana ilimempaswa mmoja afe kwa ajili ya wengi. Haleluya. Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Warumi, anasema hivi, kwa sababu dhambi iliingia kwa mtu mmoja, basi kwa mtu mmoja, Adamu wa kwanza analeta mauti, Adamu wa pili analeta uzima. Adamu wa kwanza analeta dhambi, Adamu wa pili analeta ufufuo, analeta uzima wa milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Leo hii Yesu anazidi kutukumbusha haya mambo, kwamba ni lazima tuweze kumkubali Yesu Kristo. Haleluya. Lakini huyu Yesu alikuwa ni mwanadamu 100% na alikuwa ni Mungu 100%. Yohana anayathibitisha hayo kwa kutumia mashahidi 7, kwa kutumia mifano 7, kwa kutumia ishara 7 na vitu vingine vingi sana. anathibitisha Yesu kwamba alikuwa ni mwanadamu 100% na alikuwa ni Mungu 100%. Kwa hiyo akiwa pale msalabani, rafiki zangu, ni kwamba alikuwa anasikia maumivu. Haleluya. Alikuwa anasikia maumivu. Naomba achana na filamu, turudi kwenye uhalisia. Huyu jamaa, wewe tu hata kama una hela bana, wamekukamata sokoni, unahubiri injili, ukapelekwa sehemu kwenye baraza, labda serikali ya mtaa, serikali ya kijiji, halmashauri, ukapelekwa huko, wakasema huyu jamaa anahubiri, anatukana, anataka kupindua serikali. Huyu jamaa, maana yake kwa kizazi cha sasa tungesema huyu jamaa anataka kuwa gaidi, anataka kuwa muasi, anatishia serikali, tishio la amani kwa serikali. Kwa hiyo alikuwa anakosa au haini, ugaidi,
huyu Yesu kwa kizazi cha sasa wamemkamata, wamempeleka hapo. Jamaa anasikilizia tu na mamlaka yote. Hawaelewi. Wanamchukua, wanampeleka mnadani. Kwa watu wengi wamekusanyika, wanamvua nguo eti. Wanamvua nguo zote. Wanaanza kumchapa mijeledi, wanampiga. Kumbuka fimbo alizopigwa na vitu vyote alivyofanyiwa ndivyo vilivyosababisha akafa. Hakunywa sumu huyu kijana, huyu Yesu hakunywa sumu, alipigwa pale msalabani. Lakini kwa nini anapitia haya yote? Ili mimi na wewe tuokolewe. Just imagine. Ndo maana katika kitabu cha Ufunuo anasema hivi, tazama mwana kondoo, kisha nikaona na tazama mwana kondoo aliyechinjwa. Haleluya! Ambaye huyu mwana kondoo aliyechinjwa wakati huu amekuwa kama mwana kondoo anawaita watu wote kwa rehema zake. Anasema, jamani, njoeni mtubu, mimi nilikufa kwa ajili yenu. Mbona wewe ni mlevi, unateseka na ulevi, lakini mimi ninayo nafasi ya kubeba ulevi wako na kukupa haki yangu. Mbona unateseka na ukabaji na ubakaji, rafiki yangu, unahangaika? Mimi ninao uwezo wa kuchukua hiyo tabia ya ubakaji na ukabaji nikaibeba mimi, alafu nikakupa haki yangu. Mbona unateseka na uongo, rafiki yangu? Unateseka. Mimi nipo hapa kuchukua hiyo hari yako na tabia yako ya uongo, nikupe haki yangu, uwe mtakatifu. Mbona unateseka na uhuni, kijana mwenzangu? Unahangaika. Mimi niko hapa kwa ajili ya kubeba uhuni wako na kukubadilishia na kukupa haki yangu, ukawa mtakatifu tena. Ndicho ambacho Yesu Kristo anakisema. Ndicho ambacho jioni hii leo Yesu Kristo amekuja kukwambia. Anatamani ubadilishwe. Anatamani ufanye kiumbe kipya. Anatamani uwe mtoto wake. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amekuwa kiumbe kipya. From now, utakapookoka, utakapokubali kumfuata huyu Yesu Kristo, unabadilishwa, unakuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Haleluya, haleluya. Jioni hii ya leo naomba nikuombee tena. Jioni hii ya leo Mungu akusaidie, akupe neema ya kumjua yeye kiundani zaidi ya mavitabu. Akupe wewe neema ya kumjua wewe zaidi ya mahistoria na mambo ya kulithishwa, kwamba kina babu walikuwa wakitusimulia mambo haya na sisi tumejikuta tuko katika hilo eneo. No, Mungu akupe neema ya kufahamu. Mpokee Yesu Kristo awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anasulubiwa kwa ajili yetu, akafanywa kila kitu kwa ajili yetu. Yule mwizi yuko msalabani, akajaribu kumwambia Yesu, unikumbuke katika ufalme wako. Na Yesu akasema, kweli, hakika atakapokuwepo mwana wa Adamu usiku wa leo huko, basi tutakuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akupe neema. Pokea msamaha wa Yesu Kristo. Nikakwambia kitu kimoja, naomba nikukumbushe tena. Neema ya Yesu Kristo ipo. Yule mtu aliulizwa, Bwana Leonard Bonke aliulizwa kitu kimoja, akasema hivi, mnasema neema ya Yesu Kristo ipo. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili watu wote wasamehewe, siwe nini. Sasa mbona bado watu wanakufa dhambini? Mbona bado watu wanakaba huko mtaani? Mbona bado watu wanafanya vurugu? Mbona bado watu wanaharibu maisha ya watu? Huyu mtumishi wa Mungu akajibu akamwambia kitu kimoja, umepewa bafu zuri, umewekewa huko sabuni na maji ya moto na kila kitu, umewekewa huko ndani, hadi marashi mazuri umewekewa hapo ndani, na umeingia huko kwenye hicho chumba kizuri. Je, utatoka ukiwa umesafika, umekuwa mtu safi, kama hujachukua hatua ya kuyaoga hayo maji na kujipulizia marashi? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Neema ya Kristo imefunguliwa, iko hapo tayari. Kama hujakubali, hujafanya maamuzi magumu ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kukiri. Afu sio kazi ngumu. Haihitaji ulete vyeti vya kuzaliwa, cheti cha NIDA kilichogongwa muhuri na mwanasheria, au cheti cha kumaliza chuo chenye GPA ya 4.5 au upper second.
daraja la juu, haihitaji ulete hela ya kiingilio kiasi cha shilingi 500,000 au milioni 1, haihitaji ulete mashahidi au wadhamini 80 kwa ajili ya kukudhamini wewe kuingia ndani ya Kristo, haikuhitaji wewe na PhD, haikuhitaji wewe umesoma au haujasoma, haikuhitaji wewe unamiliki magorofa 10 mjini, haikuhitaji wewe na chochote, ni kukiri tu. Haleluya, haleluya. Tusome Warumi sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 9. Biblia takatifu inatuambia hivi. Biblia takatifu inatuambia maneno haya. Kitabu cha Warumi inasema hivi, maneno haya ni mazuri. Inasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila mwaminie hata tahayari. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi kila aliitiae jina la Bwana ataokoka. Unamkiri. Haya ni maandiko, sio maneno yangu. Haya ni maandiko matakatifu ambayo yanazungumza. Anasema hivi, ukimwamini Mungu yeye ataingia moyoni mwako. Sasa kinachotokea, anasema hivi, turudi tena kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 14 mstari wa 23. Yohana mtakatifu sura ile ya 14 mstari wa 23 anazungumza maneno mazuri hapa. Sura ya 14 mstari wa 23. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mlilosikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwamini Yesu Kristo kwa moyo wako wote, ukamkiri, ni simple, yani ni Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, na haya maneno yanazungumzwa yanatoka moyoni. Unisamee pale nilipokukosea. Ninakubali kwa moyo wa dhati kuacha dhambi zangu zote na kukufuata wewe. Ninaomba uwe Baba yangu, ingia ndani yangu, ufanye makao ndani yangu. Unisamee makosa yangu yote, na ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na kazi zake zote kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unapozungumza maneno hayo rahisi kabisa, kwa moyo wa dhati kabisa, toka ndani na kuwa na dhima. Toba ya kweli maana yake ni hii, ni kukubali kwamba umekosea, na baada ya kukubali kwamba umekosea na kuomba msamaha na kukiri ya kwamba na kuwa na jitihada za maksudi ya kwamba yale uliokuwa ukiyafanya hapo awali na kwamba utayaacha na hautorudia tena kuyatenda. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo yanapozungumzwa haya maneno, kuanzia hapo unaingia kwenye neema, unaingia kwenye swala zima la wokovu, unakuwa umeokoka. Haleluya. Kwa ni rahisi tu, na kinachofuata unaanza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Utaenda ibadani, utamwabudu Mungu. Tafuta kanisa la watu waliookoka, wanaomjua Mungu vizuri, wakusaidie. Wakisha kusaidia hapo, utakuwa umeokoka na unakuwa sasa mmoja wapo ya watu ambao wanakwenda mbinguni. Ninaomba nikukumbushe tena, sijaje kukutishia ya kwamba utakufa, hapana. Nilichokuja kukwambia ni kwamba Mungu mwenyewe, kwa kuwa anafahamu ya kwamba maisha yetu hapa duniani ni mafupi, aliandaa mpango na ameandaa makao ya kwamba tutakapokufa, bali miili yetu ikiwa imeshakufa, tuishi upande wa pili tunako kwenda tena. Na Mungu atusaidie tumwamini Yesu. Hebu mwamini Yesu Kristo na ukubali kutembea naye. Nimekupa mambo kadhaa, nimekupa historia, nimekupa jinsi ilivyo. Kwa hiyo siku hii ya leo, wakati tunakumbuka kufufuka kwa Yesu na kukamilisha mpango wa Yesu Kristo wa ukombozi, ikupe nafasi nyingine ya wewe kufanya maamuzi binafsi ya kumfuata Yesu Kristo. Hakuna kitu ambacho huwa kinanifurahisha na mtukuza Mungu kwa ajili ya hili kama wewe mtumishi wa Mungu naye nisikiliza unakubali kuokoka.
Haleluya. Na unaanza kudumu ndani ya Kristo. Naamini kwamba Mungu mwenyewe atakusaidia. Jamani, Mungu huwa ana support sana maamuzi ambayo unayafanya. Ingawa na shetani pia huwa ana support maamuzi ambayo unayafanya. Na maamuzi ya kwako yakiwa supported na Mungu, Mungu anakutoa pale ulipo na anakuingiza upande wa pili ambao ni upande wa neema. Haleluya. Kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia sura ya 1 mstari wa 13. Biblia takatifu inasema hivi. Sura ya 1 mstari wa 13. Kitabu cha Wagalatia, Biblia inasema hivi: yeye alitutoa kutoka katika nguvu za giza, akatuvuta na kutuingiza katika nuru ya mwana wa pendo lake. Sio Wagalatia, mistake kidogo, lakini inaandikwa hivyo. Paulo anaandika, anasema yeye alituvuta, alitutoa kutoka katika nguvu za giza, akatuingiza kwenye nuru ya mwana wa pendo lake. Sasa alichokifanya Yesu kutuvuta huko, kutukomboa, kutuondoa huko katika giza, ametuleta katika nuru ya mwana wa pendo lake. Ni wajibu wetu sisi kuchukua hatua na kumkimbilia Yesu. Bila kufanya hivyo, maisha yetu hayawezi kubadilika. Tunatakiwa tumkimbilie Yesu na tuingie kwenye pendo lake. Yeye mwenyewe atatuosha kwa damu yake ya thamani na tutakuwa safi kabisa. Ni kitabu cha Wakolosai sura ile ya 1 mstari wa 13, ambao unasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Baada ya Yesu Kristo kufa msalabani, ile damu yake ilipomwagika, alipoingia kama kuhani mkuu patakatifu pa patakatifu, akaimimina damu yake hiyo huko juu ya madhabahu. Alichokifanya, akahamisha kilichokuwa kinafanyika, akahamisha, akachukua funguo ya mamlaka, akatuhamisha kutoka katika manguvu ya giza aliyokuwa ametushikilia, marana ya ukoo, vurugu zote za kichawi, maroho ya kulithishwa, akatutoa huko, akatuingiza katika nuru ya mwana wa pendo lake. Sasa Yesu alishafanya assignment yake. Kilichobaki, ndugu yangu, ni assignment yako wewe, ambapo wewe unatakiwa kuchukua haya maji masafi mazuri, uyaoge ili ya kuondolee takataka. Damu ya Yesu Kristo ina kazi kubwa sana. Moja, inatuosha dhambi na laana, dhambi tulizonazo. Pili, inaondoa laana zote tulizonazo. Ndiyo kazi kubwa ya damu ya Yesu Kristo. Ina nguvu. Haleluya. Maana hii damu inanena zaidi ya damu ya Habili, zaidi ya damu ya mabeberu. Anaandika Waebrania sura ile ya 10, anasema hivi mstari wa 4, damu ya mafahali na mabeberu haikutosha, bali damu ya Yesu Kristo ilitosha kututakasa na kuziondoa dhambi zetu kabisa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, pokea hii neema katika jina la Yesu Kristo, na Yesu Kristo akufungue na kukubadilisha. Kile alichokifanya Yesu Kristo msalabani kilikuwa ni cha maana sana. Yohana anasema si kwa dhambi zetu tu, bali hata zile zijazo kwa watakao tubu na kukaribia hii neema ya wokovu, nao wataokolewa vile vile. Miaka 33 iliyopita, ile damu iliyomwagika msalabani bado inanena mema hata sasa, na yaweza kubadilisha maisha yako na kukupa baadaye njema, ukabadilishwa na kuwa kiumbe kipya, ukaingia kwenye hii nuru ya mwana wa pendo la Yesu Kristo, ukaondokana na malaana ya ukoo, ukaondokana na madhambi yaliyokuelemea, ukaondokana na ulevi, ukamjia Yesu Kristo, naye akayabadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo kitu alichokifanya msalabani Yesu kilikuwa ni kitu kikubwa sana sana sana, ambapo hakukuwa na mtu yoyote, hakukuwa na kiumbe chochote, hakukuwa na Mungu yoyote yule hapa duniani ambaye angeweza kulipa deni lako. Hata we mwenyewe. Anasema hivi, damu ya mafahali, damu ya mabeberu, damu sijui ya mbuzi, damu ya njiwa, damu ya kondoo, hizo zote hazikutosha
hazikutosha kuweza kulipa deni la dhambi za mwanadamu. Ni serikali gani ingekubali umeua? Ni serikali gani imekubali? Ni kweli umefanya vurugu, umepola mali za watu, ikusamee bure? No. Alafu ikupe, sio kukusamee tu, ikupe msingi sasa wa kuanza kuishi maisha matakatifu ili usiibe tena. Wapo watu walikuwa ni waizi, wapo watu walikuwa ni walevi, wapo watu walikuwa ni wabakaji na wakabaji, lakini baada ya Yesu Kristo kuwasamee, leo hawaibi tena, wanahubiri Injili. Leo hawabaki tena, wanamhubiri Kristo. Leo hawavuti mabangi tena, wanamhubiri Yesu Kristo. Leo hawalewi tena, wanamhubiri Yesu Kristo. Leo hawafanyi ukahaba, wanamhubiri Yesu Kristo. Leo hawasengenyi tena, wanamhubiri Yesu Kristo. Leo hawaibi tena, wanamhubiri Yesu Kristo. Leo hawafanyi vurugu tena, wapigani tena, wanamhubiri Yesu Kristo. Na wewe kwako inawezekana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu Kristo kwa damu yake ya thamani iwezayo kutakasa dhambi zote, itakutakasa na utakuwa safi kabisa ukimwamini Yesu. Unalo jukumu dogo sana la kumwabudu, la kumwamini Yesu Kristo na kuanza kutembea pamoja naye katika maisha yako ya sasa na ya baadaye, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikwambie usiku huu wa leo, inawezekana kumpokea Yesu Kristo, inawezekana kuacha dhambi, inawezekana kuacha maisha ya anasa, inawezekana kuacha kabisa na kubadilishwa na kufanywa kiumbe kipya, inawezekana kuokoka katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya wokovu na Mungu wa mbinguni akusaidie sana. Haleluya. Ninaomba katika usiku wa leo ufanyike kuwa ni usiku wa kihistoria kwako. Nimekwambia inawezekana. Kinachotakiwa ni kufanya maamuzi tu. Yesu Kristo kweli alikufa msalabani, na baada ya kufa msalabani alimwaga damu yake, na damu yake yaweza kututakasa hata sasa. Iliwatakasa wakati ule, ikawatakasa wakati uliofuata, na wakati huu na ule utakaofuata. Ninaomba dhamana ya maisha yako iko mikononi mwa Mungu. Unachotakiwa ukifanya ni kitu kidogo tu, na mimi nitazungumza maneno machache usiku wa leo, ambao haya maneno ukiyatamka kutoka moyoni, basi atakuwa ni sababu ya wewe kuweza kumpokea Yesu Kristo. Yazungumze kwa moyo wa dhati. Nimekwambia ukisha yazungumza kwa moyo wa dhati toka ndani, ukiamini kwa imani, nimekwambia si zoezi zito sana, ni maamuzi na kuzungumza, na baada ya kuzungumza hayo basi utakuwa umeokoka. Naomba nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatambua ya kuwa nimekukosea sana. Ninaomba unisamee. Ninatambua thamani ya damu yako ulioimwaga msalabani. Bwana Yesu, niko mbele zako sasa. Mimi ni mchafu. Ninaomba unioshe, nitakase kabisa. Lifute jina langu katika kitabu cha hukumu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakupokea Yesu na kukuamini wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu, ingia ndani yangu, kaa ndani yangu, tembea nami, nipe kushinda katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana. Na kama umefuatisha maneno haya, ninaomba nitakutajia namba ya simu. Utanitumia meseji, aidha utanipigia, utaniambia tu nimeokoka, na mimi nitakwambia cha kufanya. Basi maisha yataendelea, na Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili ataukute na wewe umeokoka bwana. Naenda pamoja. Haleluya. Lakini sambamba na hilo, nikukaribishe tena. Tunatokea kanisa la Tanzania Assemblies of God. Tuko chini ya mchungaji Vina Amnon Mwakitalu. Tuna kanisa letu liko njia panda ya kwenda Veta au Isiese Ilomba. Ukifika pale Ilomba stendi, kanisa letu utaona ni refu, linaonekana pale mbele mita 200 kutoka barabarani. Au uliza tu kanisa la TAG Ilomba, utaliona hapo. Karibu sana uabudu pamoja na sisi.
na ibada zetu ni kila siku ya Jumatatu, saa 10 kamili mpaka saa 12 jioni, Jumatano saa 10 kamili mpaka saa 12 jioni, Ijumaa saa 10 kamili mpaka saa 12 jioni, Jumapili saa 2 kamili mpaka saa 6 kamili mchana. Karibu abudu pamoja na sisi, na siku ya kesho tuna tukio maalum zuri, ibada njema ya vijana. Ninaomba usikose. Karibu uabudu pamoja na sisi, na ibada yetu kwa siku ya kesho itaanza saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kamili. Tutakuwa na mada nzuri. Ukiwa na maswali yako njoo uulize, tutajadiliana, lakini tutafundishana neno la Mungu, lakini tutafurahi sana. Tutacheza michezo inayohusiana na Biblia. Itakuwa ni vizuri. Ndani ya Yesu Kristo kuna raha na furaha pia. Karibu uabudu pamoja na sisi. Hiyo tumeita Family Youth Talk. Wewe ni kijana, hata kama ni baba, ni mama, ni dada, njoo kanisani kesho saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 jioni. Na nikutajie mawasiliano ambao unaweza kuwasiliana na sisi na ukatupata, na tukakupa maelekezo yote ya kupasayo kuyafanya. Namba zetu za simu ni 06 25 86 58 64, 06 25 86 58 64. Narudia 06 25 86 58 64. Tupigie simu, tutapokea. Tutumie meseji, tutakujibu. Una swali lolote linalohusiana na Biblia na maisha, basi tutasaidiana. Na Mungu ni mwema, atakuwa pamoja na wewe. Na wewe ambaye umeokoka, nitumie meseji au nipigie simu nikupongeze kwa kuchukua hatua ya kuweza kuokoka. Nipigie simu, nitumie meseji, basi nitakujibu. Lakini usiache kufuatilia mafundisho haya. Kipindi kinaenda kwa jina la Ufunuo wa Neno la Mungu. Kipo YouTube, utapata mafundisho mengi sana ambayo tumeendelea kuyafundisha huko. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakie siku ya Jumatatu njema, Ijumaa njema, Alhamisi njema, Jumatano njema, Jumanne njema, Jumamosi njema, na mpaka tutakapokutana tena Jumapili. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu atembee na wewe, Mungu akufanikishe katika mema yote. Katika jina la Yesu Kristo, uwe na wakati mwema. Katika jina la Yesu, amen.